Kamawe idum daima. Kamawe idum daima. Kwanza nawapeni pole sana wana kijiji cha Kamawe kwa yale yanayoenda kutokea kwenye kijiji hichi cha Kamawe. Kuna baadhi ya watu wameenda kinyume na mizimu ya kijiji cha Kamawe. Na nielewa wana kijiji, kwa yale yanayoenda kutokea kwenye kijiji hiki ni makubwa sana na tena ya kutisha. Ndugu zangu, kwenye kijiji hiki kuna baadhi ya watu washaanza kupotea mmoja mmoja, walienda kinyume na mizimu ya kijiji cha Kamawe. Hoyo walimbaka binti akiwa kwenye usichana wake. Kwa hiyo basi wameenda kinyume na masharti ya mizimu ya kijiji cha Kamawe. Haina budi, kijiji kinaenda kupasuka. Yangu ni hayo. Haya. Mamdogo lakini mamdogo wengine nini sasa mamdogo? Kuna nini tena? Mbona siwaelewi? Dada, sio mwana atakuoa na mfalme. Anataka kuoa mfalme? Mbona unataka sielewi? Yaani atakuoa mfalme vipi yani? Dada wewe acha tu. Naona wewe hapa ni mlinzi katika jumba kula kifalme. Amekuja ili kumlinda mwanao. Maya mwanangu. Yaani sielewi, yaani imekuwaje wewe na mfalme? Yaani sielewi, kuna shida gani yani? Mama, siku ile tulipokutana na mfalme baadaye aliniita akaniambia kwamba anataka kuongea na mimi mama. Wao alikuita, mbona hujaniambia mimi mama wako? Mama, mimi niliogopa. Nikabidi tu niende. Nilipoenda ndo mfalme akaniambia kwamba eti anataka mimi hapa nimzalie mtoto ambaye atailisi mali Kamawe mama. Ila mimi sijakubali mama, mimi nimekataa mama. Mwanangu, mambo yote haya yanatokea unashinda kunishirikisha mama wako kweli? Hatimaye tumewakuta. Wanawake wazuri kushinda wote hapa kijijini tumewakuta sasa. Malkia huyo. Hivi nyinyi kuolewa nao viongozi mmejiona mmemaliza wenyewe? Mmeoja mmetuweza ni mmemaliza, si ndio hivyo? Mke wa mfalme. Mke wa mshauri huyo. Wamejiona wenye kijiji kizima watu wenye ndoa zao. Sisi hivi nyinyi kama mnakilizeni timamu, wanawake wenye kizao timamu, mnajielewa. Kwa nini msishauri wanaume zenu waachie huru situolee katika kijiji? Na kinachowafanya mnakaa tu mmelizika na mambo yanaendelea katika kijiji sisi wakiwa kiongozi. Mbaya, mke wa mshauri anashauriana na mume wake anawakilisha kwa mfalme. Yote tisa mke wa mshauri. Huyo mke wa mfalme. Nasikia anataka kuolewa mke wa pili. Swali la kizushi. Kijiji chetu watu tuko vile vile. Hao waliolewa hawazai na wanaume kijiji kinataka tu swali nakuja wagumba. Jamani nyie. Mimi sitaki mwenzenu. Mama, mimi niliogopa sasa mama. Mimi nifanyeje mama, naomba nisaidie mama. Mimi sitaki kuolewa na mfalme mama. Ndugu wangu. Mbona mimi sielewi, hebu nieleweshe basi. Lakini dada, sasa uko wapi? Mtoto tena kula kwa nyumba kula kifalme. Shida nini sasa hapo? Lakini mfalme anataka nini? Ina maana hajaona wasichana wote hapa kijijini mpaka mfuate mwanangu kweli?
Na kweli kuna msichana anaenda kwa kijijini, lakini mtoto wetu anaonekana msichana bora katika kijiji. Mama mimi sitaki. Mwanangu, nyanyuka. Mfalme mama. Nyanyuka mwanangu. Nyanyuka. Naomba muende. Wewe vipi? Naomba uende, unashangaa nini? Mimi hapa siondoki. Nimeagizwa na mfalme nimlinde Maya. Maya ni malkia sasa hivi wa hichi kijiji. Kwa hiyo siondoki hapa mpaka kieleweke. Hivi mimi haya mnasikia kumbe ni ya kweli? Wewe. Ina maana umetoka kwa mfalme amekwambia uje ukae hapa. Haya utakaa siku ngapi hapa? Yaani hapa namlinda Maya mpaka maisha yake yatakapopotea. Ndio na mimi naondoka hapa. Yaani mimi nanichanganya kabisa. Mfalme mimi anatafuta nini lakini ina maana hajaona wasichana wote mpaka Dada kijiji kijai watu. Ningekuwa mimi huyo mume. Nasia. Unaona hii talau tunaoonyeshwa hapa kijijini? Hivi kwa nini wanaume zetu wanaamua kufanya kitu kama hiki? Malkia, hii haiko sawa. Hivi tutaishi hivi mpaka lini? Malkia, mimi siwezi. Yaani imefikia stage sisi ni wakupigwa masingi. Sisi ni wakusemwa hivi na wanakijiji. Hivi unajua nilitamani nimshiki hata mmoja. Sasa tunafikia stage ya kudharauliwa hivi. Sisi tunatakiwa tuheshimiwe kwenye hichi kijiji. Malkia, yote sababu ni mfalme na mshauri. Na ndio maana yametokea yote haya. Ona sasa, tushadharaulika. Wana kijiji wote wanatudharau. Tutafanya nini? Hamna cha kufanya. Inabidi tukutane na mfalme na mshauri wake. Hii tuambie, hii sio sawa kabisa. Sisi tunatakiwa tuheshimiwe kwenye kijiji cha Kamawe. Ni kweli Malkia. Hatuwezi kuonesha dharau hizi. Wanapata wapi jeuri sasa kututia masingi? Wanatusukumiza. Ni kweli Malkia, hii dharau. Malkia, twende. Tukaongee nao. Mimi siwezi. Hizi ni dharau zimepita kabisa. Malkia, ndio.
Mfalme. Naam mshauri wangu. Wale walinzi watufai. Mimi naona watufai kabisa mshauri. Kwa sababu ni muda mrefu sana tangia tuachane nao. Kabisa mshauri wangu. Kwa sababu ukizingatia sisi wote wawili hapa ni watu muhimu sana kijijini. Mimi kama mfalme na wewe mshauri wangu, hatuwezi kukaa bila walinzi. Ya, kabisa. Mimi nafikiri uitishe kikao ili waadhibiwe mbele ya hadhira wale. Na tena nafikiria mimi adhabu zao inabidi ziwe kubwa zaidi, na ili iwe fundisho na mfano hata kwa walinzi wengine tutakaowateua. Naam mfalme wangu. Na mimi nafikiri baada ya kuadhibiwa wale tubadilishe, tupate walinzi wengine ambao waaminifu. Na tena sio waaminifu tu, wawe shupavu tofauti na wale. Naam mfalme wangu. Katika falme yetu ya Kamawe haina budi mtu kutii taratibu na sheria za falme yetu hii. Ikitokea mtu amekwenda tofauti na sheria za falme ya Kamawe, huyo hatufai. Yaani na hatotufaa kabisa. Na maanake tusipokuwa imara watakuwa wanazidi kutuburuza kijingajinga kama hivi. Naam mfalme wangu. Naomba tufanye hiko mfalme wangu. Na hili jambo tusilicheleweshe wala kulipotezea muda. Naam mfalme wangu. Hili ni jambo la kustaajabisha sana. Haiwezekani sisi wawili wafalme, sisi wawili kama mshauri na mfalme wake. Haiwezekani wakawa wanatupotezea na tunaonekana kama sisi hatuna akili. Wewe unaonaje hii? Mfalme, mimi nilikuwa na wazo moja. Sawa. Hebu tuelekee safari yetu. Ndio. Baada ya hapo ipigwe mbiu kwa ajili ya kikao. Na hiyo mbiu ni lazima waisikilize, na kikao chenyewe itabidi kiwe kikubwa tofauti na kile cha mwanzo tulichokifanya. Mfalme, kitu gani kile? Mimi mwenyewe sielewi kwamba ni kitu gani hiki. Ni vitu vya ajabu. Si. Haya mambo yanazidi kuendelea namna hii. Hii ni falme ya Mfalme. Haya ni maajabu. Sio sawa.